tulishaonya tusitumie lift baada ya saa 6 usiku. Kwa nini? Ni bora usijaribu. Umekuja kucheza nasi? Jengo moja refu la ofisi katikati ya jiji lilijulikana kwa muonekano wake wa kifahari, lakini ndani yake kulikuwa na siri nzito ambayo wafanyakazi wote waliiheshimu. Kulikuwa na lifti ya zamani sana. Sio tu kwamba ilikuwa ya polepole, bali pia ilitoa sauti za ajabu kila iliposogea, kama mtu anayelalamika kwa maumivu ya muda mrefu. Kwa miaka mingi, wafanyakazi walikuwa na sheria moja isiyoandikwa lakini inayoheshimiwa sana: usitumie lift baada ya saa 6 usiku. Hakuna aliyewahi kueleza kwa undani sababu. Wengi walipoulizwa walijibu kwa kifupi tu, ni bora usijaribu. Siku moja, mfanyakazi mpya aitwaye Brian alichelewa kazini. Alikuwa anamalizia ripoti muhimu na muda ulivyokwenda, ofisi nzima ilibaki kimya kabisa. Saa 6 usiku ilipofika, taa nyingi zilikuwa tayari zimezimwa. Brian alipofunga laptop yake, alijikuta yuko peke yake kwenye sakafu ya juu. Alikumbuka kidogo ile onyo ya wafanyakazi wenzake, lakini akajicheka. Hizi ni stori za kutisha tu, alijisemea. Alichoka, hakutaka kupanda ngazi. Akaelekea kwenye lift. Milango ya lift ilifunguka polepole kwa mlio wa chuma kilichochoka. Aliingia. Akabonyeza kitufe cha chini. Milango ilifunga. Lift ikaanza kushuka. Sekunde chache baadaye, taa zilizima. Giza likatawala ndani ya lift. Brian alishtuka. Kabla hajabonyeza chochote, lift ilisimama ghafla. Kisha ikaanza kufunguka tena. Brian alitazama mbele. Aliona kitu kisichoeleweka. Hakukuwa na sakafu hiyo kwenye button. Nje kulikuwa na giza zito lisilo na mwanga hata kidogo. Hakukuwa na kelele. Hakukuwa na uhai. Ilikuwa kama dunia imekufa. Ndani ya hilo giza, alisimama mtoto mdogo. Amevaa nguo za zamani. Uso wake haukuonekana vizuri, lakini macho yake yalikuwa yanang'aa gizani. Mtoto alimwangalia Brian kimya kwa sekunde chache, kisha akaongea kwa sauti ndogo ya kutisha. Umekuja kucheza nasi? Moyo wa Brian ulianza kupiga kwa nguvu. Akarudi nyuma, akaanza kubonyeza kitufe cha chini haraka haraka. Mara moja, mara mbili, mara nyingi, lakini lift haikusogea. Mtoto alitabasamu pole pole, tabasamu ambalo halikuwa la kawaida. Lilikuwa zito, la baridi. Kisha akaanza kusogea kidogo kuelekea kwenye lift. Ndani ya giza kulianza kuonekana vivili vingine. 1, 2, 10. Watoto wengi walikuwa wakitokea kwenye giza. Wote walikuwa wanacheka kwa sauti ya chini. Wengine walikuwa wanalia. Wengine walikuwa wanamwangalia Brian kimya, kwa macho yasiyo na uhai. Brian alipiga kelele, lakini hakuna aliyemsikia. Milango ya lift ilianza kufunguka zaidi, kana kwamba kitu kinamkaribisha atoke au kinamvuta ndani. Ghafla, taa zilirejea. Lift ikaanza kushuka tena, kana kwamba hakuna kilichotokea. Milango ilipofunguka chini, hakukuwa na mtu ndani. Asubuhi iliyofuata, wafanyakazi walikusanyika karibu na lift. Ilikuwa imekwama. Mlango wake ulikuwa umeachia kidogo, na ndani kulikuwa na baridi isiyo ya kawaida. Walipoangalia rekodi za kamera, walimwona Brian akiingia kwenye lift usiku ule, lakini hakuwahi kutoka. Siku hiyo, sheria ilibaki ile ile, lakini sasa haikuwa onyo tena. Ilikuwa ni hofu halisi. Na kila ifikapo saa 6 usiku, kuna wanaosema lifti hiyo husimama kwenye sakafu ambayo haipo. Na ukiwa na bahati mbaya kuingia, utasikia sauti ya mtoto ikikuuliza, umekuja kucheza nasi?